Tunatumia vitunguu kila siku kwenye nyumba zetu. Kwa hivyo ni muhimu tuhakikishe kuwa hivyo vitunguu vinapandwa kwa njia salama. Kusaidia kwenye zao la vitunguu, tuko naye Karisa Makini hapa shambani, mtaalamu kutoka Kapi, watengenezaji wa viadudu vya kiasili. Nisha, hebu nikuulize, ulianza hii biashara ya vitunguu lini? Tulianza mwaka jana, tuna miezi 6 tukifanya ukulima. Hii ni mara yetu ya pili kupanda. Vitunguu haviathiriki sana na magonjwa. Pia unaweza kuvihifadhi kwa muda mrefu, miezi 6, bila kuharibika. Soko ya vitunguu nayo hatuwezi kumaliza. Maana wajua vitunguu vinatumika kila siku. Ni kweli kabisa. Katika mzunguko wangu wa ukaguzi, nimeweza kutambua kuwa kuna mdudu sugu ambaye anasumbua. Mdudu huyu anajiita thrips. Au wengine watamuita utitiri. Kwa hivyo katika ishara ya wadudu hawa kwenye jani la kitunguu maji, utaweza kuona hizo tunaziita patches, nyeupe nyeupe katika matawi. Hivi utaweza kujua umeshambuliwa na thrips. Na ukitaka kumjua vizuri, manake yeye hushambulia majani yale machanga. So utafungua hivi hapa katikati, alafu tizama kule ndani, utaweza kuona hao utitiri au thrips au vithripi wanapatikana sehemu hiyo. Kati ya mambo ambayo yanafanya mdudu huyu kuwa msumbufu ni kwa sababu ana uwezo wa kusurvive katika familia ya mimea tofauti tofauti. Mdudu huyu aweza piga kambi kwenye nyasi, aweza kusurvive katika miti, katika magugu kwenye shamba lako. Kwa hivyo hii inapelekea kuwa anakuwa sugu katika wewe kumuondoa katika shamba yako. Vile vile mdudu huyu anapenda kujificha. Kwa hivyo kumkabili adui ambaye yuko mafichoni, hapo ni changamoto. Kwa kimombo tunasema ni cryptic in nature. Kifungua jani hivi utampata yuko ndani kabisa. Kwa hivyo hiyo pia ni changamoto katika kumkabili mdudu huyu. Kuna wakati tumekumbana naye mara kwa mara na tukanyunyizia dawa. Lakini vile tunafanya ukulima, tunataka kuepuka sana mambo ya kutumia madawa. Vile tunasema organic farming. Katika kumkabili kikamilifu mdudu huyu, ni changamoto ambayo inatokana na mzunguko wake wa kimaisha. Kwa kizungu nasema life cycle. Katika life cycle kuna stages ambazo ziko kwa mmea, na kuna stage ambayo ni moja inajiita pupa, hiyo inapatikana mchangani. Kwa hivyo wakati unamkabili mdudu huyu, lazima uwe na vitengo viwili vya dawa. Ile dawa ambayo itamkabili akiwa mchangani, ambayo ni pupa stage, na dawa ambazo za kunyunyizia za kawaida ambazo zitakabili zile stages zingine ambazo ziko kwenye majani. Hivi ni kumaanisha Nisha amekuwa akipambana na hizo stages 3 pekee ambazo ziko kwa mmea, na kusahau ile stage moja ambayo iko mchangani. Kwa hivyo leo nimekuja na suluhisho la kumkabili yule ambaye yuko mchangani. Okay. Suluhisho sasa ni ipi? Kwa hivyo suluhisho na dawa ambayo naita flower dust. Dawa hii ni ya uasilia wa unga. Waona hivyo itakusaidia kuzuia hawa vithripi kikamilifu. Flower dust inatengenezwa kutokana na pareto na viungo vingine viwili. Kwa hivyo flower dust ni dawa ya kiasilia ambayo imetengenezwa na wataalamu kutoka Kapi, haswa kumkabili yule ambayo yuko mchangani, ambayo tunamuita pupa stage. Kwa hivyo kabla ya kutumia flower dust, wahitaji kuhakikisha kuwa sehemu yako haina magugu kabisa, ili ikupe nafasi ya kunyunyiza dawa hii. Utanyunyiza tu kwa juu hivi, ukisambaa eneo lote la mmea, na hivi basi itakusaidia kumdhibiti mdudu huyo ambaye yuko mchangani. Sababu ni ya uasilia wa kivumbi, mtu wahitaji uwe na mask. Isije ikakuletea madhara madogo. Flower dust linaweza kuua hadi 95% ya thrips kwenye udongo. Nahitaji kutumia flower dust kuanzia wakati gani na mara ngapi tuseme? Flower dust ni vizuri mwanzo upige ukaguzi katika zao lako la vitunguu maji. Unapomuona mdudu huyu ambaye tumesema ni utitiri au thrips, basi hapo ndio itakana uanze kuweka mapema kumkabili kabla asambae kwingineko. Kumaanisha kwamba naweza kuitumia kabla ya upanzi? Hapana, utaitumia baada ya upanzi.
tuseme kama wiki 3 baada ya transplanting. Okay. Hapo ndio utaanza kuitumia, manake hapo thrips mara nyingi wanakuwa washaanza kuvamia zao lako. Naam. Sasa mimi kama mkulima mdogo, kuna madawa mengine naweza kutumia ambayo yako organic? Katika Kapi tuna madawa ambayo yote ni organic. Na flower dust ni mojawapo ya madawa ambayo tunayo. Kwa hivyo tuna madawa mengine ya kunyunyizia kwa mmea ambayo yatakusaidia kumzuia mdudu huyu kikamilifu.